Walisema watapona pamoja, walidhani mapenzi yao yangeweza kuhimili dhoruba, lakini baada ya moto wa kwanza, dhoruba mpya inaanza, kubwa kuliko ile ya awali. Siri zinazojitokeza zinavunja uaminifu, makovu ya jana yanavuruga ndoto za kesho, na kila kumbatio linakuwa kivuli cha hofu. Tamaa na msamaha vinapigana, mapenzi yao yanapimwa kwa maumivu na uaminifu unaovunjika mara kwa mara. Sasa swali ni moja, je, mapenzi yao yanaweza kusimama imara mbele ya dhoruba ya ukweli, au watapotea kabisa? Napenda kuanza movie yetu, ila kabla sijaanza, nakutakia siku njema wewe pamoja na uwapendao, na waombea siku yenu iwe ya furaha zaidi, na bila kupoteza muda tuweze kuianza movie yetu. Baada ya mwezi mmoja tangu Hadin kuachana na Tessa, anakutana na mwanaume asiye na makazi anayemwambia anataka kumuuliza swali, lakini Hadin anamfukuza kwa ukali. Kwa wakati huo, Tessa anaanza mafunzo yake ya kazi katika kampuni ya Vance Publishing. Siku yake ya kwanza anakutana na mwanaume ndani ya lifti, na kwa bahati mbaya anamtolea maneno ya kuapa, lakini mwanaume yule anamuelewa. Tessa anamwambia ni siku yake ya kwanza, kwa hiyo yuko na wasiwasi. Anapofika gorofani, anagundua kuwa yule mwanaume pia anafanya kazi pale na jina lake ni Trevor. Katibu wa bosi Kimberly anamkaribisha Tessa na kumtembeza ofisini. Anampeleka kwenye chumba cha wahitimu na kumwambia kuwa kimejaa vurugu kwa sababu hawajawahi kuwa na mhitimu kwa muda mrefu, na yeyote aliyejiunga huondolewa siku inayofuata, lakini anaona kuwa Tessa atadumu pale. Tessa anaendelea na kazi na usingizi unamchukua ofisini. Asubuhi anapofumbua macho, anashangaa kumwona bosi wake Vance amekaa mbele yake. Anaona jinsi alivyovutiwa na kitendo chake cha kusoma vitabu 3 kwa usiku mmoja na hata kuandika maoni yake juu yake. Vance anamwambia amfuate, na bila kumpa muda wa kujipanga au hata kuchukua chaja yake, anampeleka kwenye gari. Ndani ya gari anamkuta Trevor tena, ambaye anamwambia itakuwa vizuri kama kila siku angekuja kazini akiwa msafi na na mavazi mapya. Tessa anauliza wanaelekea wapi, na ndipo Vance anamwambia kuwa wanakwenda kwenye mkutano wa uchapishaji wa kidijitali kupata ufadhili wa kampuni yao. Wanapofika hotelini, wanapewa vyumba na Vance anamwambia Kimberly ampeleke Tessa kununua nguo. Baada ya kutoka kununua na kujiandaa kwa ajili ya sherehe ya usiku, Kimberly anamwambia kuwa yeye na Vance sio wafanyakazi wenza tu, kwani baada ya mke wa Vance kufariki waliwahi kuwa karibu sana na sasa wako pamoja. Tessa anashangaa na kusema haamini kuwa ni siku yake ya kwanza kazini, lakini Kimberly anamjibu kuwa Hadin ndiye aliyemwambia Vance kuwa atakuwa mzuri kwao na huenda alisahau kumwambia Tessa. Usiku wanaenda kwenye sherehe ambapo Trevor anamwonyesha mwanaume tajiri anayeitwa Bwana Chang ambaye anaweza kuwekeza kiasi kikubwa cha fedha. Wakiwa wanazungumza, mwanaume huyo anawakaribia na kuwaletea kinywaji ambacho wanakikubali kwa furaha. Baada ya kupata kinywaji, Tessa anaenda kwenye jukwaa la kucheza na kwa bahati mbaya anamkisi mwanaume akidhani ni Hadin, lakini anagundua si yeye, hivyo anaondoka kwa haraka. Kwa upande mwingine, Hadin anaenda kwenye sherehe baada ya kushawishiwa na marafiki zake. Molly anajaribu kumvutia, lakini Hadin anamkataa vikali na kumrusha chini, kisha anatoka nje ambapo anapokea simu kutoka kwa Tessa ikiwa mlevi. Tessa anamwambia amemtafuta sana lakini hayupo karibu na hata kumkemea kwa kutowasiliana naye kabisa. Hadin anamjibu kuwa alimtumia ujumbe mara nyingi lakini hakuwahi kujibu, na kisha anakatwa simu. Baada ya hapo, Tessa anarudi chumbani hotelini akiwa na Trevor na anamwagikia divai kwenye nguo zake na kumwomba avue ili azisafishe zisibakie na doa. Hadin akiwa na taarifa ya mahali alipo, Tessa anaingia kwenye hoteli na kufika kwenye chumba. Akifika anakutana na Trevor akiwa nusu uchi na kumtoa kwa nguvu nje ya chumba. Tessa anajawa na hasira akimwambia Hadin kuwa si kila mwanaume anayeonyesha heshima kwake anamnyemelea kimapenzi, lakini Hadin anamwambia kuwa haelewi hali halisi. Tessa akiwa mlevi anaanza kumvutia Hadin na hatimaye wanashiriki tendo la ndoa. Tuandikie kwenye comment movie yako pendwa, ile iliyokufanya ucheke, ulie au hata kusahau muda. Kumbuka, hii unayoangalia sasa pia ilichaguliwa na mtazamaji kama wewe, na ya kwako inaweza kuwa inayofuata. Asubuhi yake Tessa anapokea simu kutoka kwa Kimberly akimwambia ajitayarishe ndani ya dakika 5 kwa ajili ya kikao. Hadin anaamka na kujaribu kuzungumza naye, lakini Tessa anamjibu kuwa alikuwa mlevi na kilichotokea usiku ule hakikuwa na maana yoyote kwake. Akipandisha sauti, anamwambia pia kwamba alimbusu mwanaume mwingine, jambo linalomfanya Hadin kujaa hasira na kumwambia naye alilala na Molly. Tessa anatoka kwa hasira na kushuka chini kuungana na wenzake. Anamwambia Trevor samahani kwa kilichotokea jana usiku, lakini Trevor anamjibu kuwa ni sawa, kwani angekuwa kwenye nafasi ya Hadin naye angefanya hivyo.
Hapo ndipo Tessa anajua kuwa Hardin pia aliwahi kufanya kazi Vance Publishing mwaka uliopita katika nafasi ile ile aliyopo, na ndiyo maana Trevor anamjua vizuri. Vance anashuka akiwa na Kimberly na kuwasifia kwa kazi nzuri, akisema hajui nini walifanya, lakini Bwana Chang amekubali kuwekeza kiasi kikubwa cha fedha. Kwa wakati huo Hardin anaenda kwa kaka yake wa kambo kuomba ushauri, lakini naye anamwambia kuwa safari hii amekosea vibaya sana. Hardin anamwambia kuwa anapanga kwenda London kwani daima alitaka kwenda na Tessa, lakini sasa anaona lazima aende peke yake. Tessa akiwa ofisini anakutana na Trevor ambaye anamwambia heri ya sikukuu na pia kumbukumbu ya siku yake ya kuzaliwa. Anamwambia pia ana zawadi kwake, kisha anamwonyesha ukurasa wa hesabu za gharama za usafiri wake na kumshauri kuhusu ununuzi wa gari. Trevor anamwambia amempatia gari ambalo litakuwa nafuu kwake na Tessa anamkumbatia kwa furaha, kisha baadaye ananunua gari hilo. Siku moja anakutana na kaka yake Hardin anayemwambia kuwa Hardin ameenda London. Tessa anaenda kwenye nyumba waliokuwa wakishirikiana na Hardin kuchukua vitu vyake na anakutana na zawadi ya siku ya kuzaliwa kutoka kwa Hardin. Akiwa bado anazunguka ndani ya nyumba, Hardin anaingia akiwa na mama yake. Mama yake anamkumbatia Tessa kwa furaha akidhani bado wako pamoja. Tessa na Hardin wanaamua kudanganya ili kumfurahisha mama yake Hardin kwa sababu hakuwa na ujasiri wa kumwambia ukweli. Mama yake anagundua kuwa ni siku ya kuzaliwa ya Tessa na anamshawishi abaki usiku ule badala ya kurudi mjini. Usiku wanazungumza kwa muda mrefu na mama anamwonyesha picha za utotoni za Hardin. Baadaye Hardin na Tessa wanakwenda chumbani na kusameheana wakirudisha mahusiano yao. Asubuhi yake Tessa anaenda kukutana na mama yake ambapo anakutana pia na mchumba wake wa zamani Noah. Noah anamwambia alijua kutoka kwa mama yake kuwa Tessa atafika pale, hivyo na yeye akaamua kuja. Wakati wakizungumza, Noah anamhoji kuhusu baba yake Tessa akidhani anafahamu, lakini Tessa hana habari yoyote. Noah anapopokea simu kutoka kwa mama yake Tessa anachukua simu na kumkabili mama yake ambaye anamwambia kuwa baba yake alirudi kumwona lakini alimfukuza. Pia anamwambia kuwa Hardin ni sawa na baba yake, jambo linalomkasirisha Tessa na kumfanya aondoke kwa hasira na kurudi kwa Hardin. Usiku huo Hardin anaota ndoto mbaya kuhusu utoto wake na Tessa anagundua kuwa aliwahi kushuhudia mama yake akibakwa na wanaume ambao baba yake alikuwa anawadai fedha. Mama yake Hardin anamwambia Tessa kuwa tukio hilo lilitokea akiwa na umri wa miaka 8 na tangu hapo alihangaika kwa miaka mingi akienda kwa wataalamu wa kisaikolojia, lakini baadaye akajipa dawa kwa pombe. Ndoto hizo mbaya zilikoma alipoanza kuwa na Tessa kwa sababu alimfanya awe na furaha. Hardin anapoamka anamkabidhi Tessa zawadi nyingine akisema mara ya kwanza hakupata nafasi ya kuona furaha yake. Anamwambia kuwa zawadi hiyo ni siku yake bora na anaweza kuchagua kitu chochote atakachotaka na yeye atafuata bila kupinga. Wanatumia siku hiyo pamoja wakifurahia, na wanaporudi nyumbani Tuandikie kwenye comment movie yako pendwa, ile iliyokufanya ucheke, ulie au hata kusahau muda. Kumbuka hii unayoangalia sasa pia ilichaguliwa na mtazamaji kama wewe, na ya kwako inaweza kuwa inayofuata. Pokea simu kutoka kwa Kimberly akiwaambia kuwa Vance anaumwa na angefurahi kama wangechukua mtoto wake kwa muda. Wanakubali na kutumia muda mzuri wakicheza naye. Kimberly anaporudi anamshukuru Tessa na kumwambia Hardin kuwa Tessa anamfanya kuwa mtu bora. Siku chache baadaye ofisini, Hardin anamkabidhi Tessa zawadi ya mapema ya Krismasi na kumwomba nafasi ya pili. Tessa anakubali kuendelea na uhusiano naye. Mama yake Hardin anapokea simu kutoka kwa baba yake Hardin aliyemwalika kwenye sherehe ya Krismasi. Anamwomba aende pamoja na Hardin na Tessa na anakubali. Wanakwenda kwenye sherehe pamoja, lakini bado ni vigumu kwa Hardin kumwona baba yake. Akiwa pale anamwona baba yake akizungumza na marafiki zake kwa furaha, kitu kinachomkasirisha na kumfanya alewe. Anamkabili baba yake akimshutumu kwa kumwacha yeye na mama yake baada ya tukio lile. Baba yake anajitetea akisema ana hatia pia, lakini muda umepita na alidhani wamesahau. Hardin anakasirika zaidi na kumpiga baba yake. Mama yake anachoshwa na hali hiyo na kuamua kuondoka akisema ameamua kumsamehe ili aweze kusonga mbele na kumwambia Hardin kuwa chuki yake itamrudisha nyuma na hata Tessa ataumia kwa sababu ya hasira zake. Wanaporudi nyumbani, Tessa anatoka kwenda matembezi wakati Hardin akitoa hasira yake kwa kupiga taa. Siku inayofuata ofisini, Tessa anakwenda chakula cha mchana na Trevor na kumweleza yaliyotokea kati ya Hardin na baba yake. Trevor anamwambia kuwa dada yake alihangaika na uraibu na anadhani uhusiano wake na Hardin hautakuwa na mwisho mzuri, lakini Tessa anamwambia kuwa anakosea. Trevor pia anamwambia kuwa huenda wasionane tena kwa sababu anahamia kwenye ofisi mpya Seattle. Nyumbani, Hardin anamwambia Tessa kuwa kuna sherehe ya wanafunzi lakini hataki kwenda kwa sababu
Tessa atabaki peke yake. Tessa anamwambia kuwa wataenda pamoja na yale yaliyotokea nyuma waachane nayo. Muda mfupi baadaye Tessa anapokea simu kutoka kwa Vance akimwambia kuwa maandiko yake yalikuwa mazuri na wanahitaji mtu Seattle na atafurahi sana kama Tessa ataungana nao. Tessa anamwambia atafikiria na kutoa jibu. Kwenye sherehe Tessa anakunywa sana na kumkabili Molly kwenye mchezo wa ukweli au changamoto. Molly akiendelea kumkejeli kuhusu uhusiano wake, Tessa anamshambulia na wanapigana, lakini Tessa anaibuka mshindi. Hardin anamtoa nje na wote wanajawa na furaha juu ya kilichotokea. Baada ya muda wa mapenzi, Tessa anaenda bafuni na Hardin anaona ujumbe kwenye simu yake kutoka kwa Trevor akimwambia kuwa anahisi watapata muda mzuri Seattle. Hardin anatoka kwa hasira na Tessa anamfuata ili kujua tatizo. Hardin anakutana na msichana mmoja na kumwambia asiseme chochote kuhusu kilichotokea awali. Tessa akidhani walishawahi kubusiana anamkasirikia na kutoka nje kwa hasira. Hardin akiwa karibu anamfuata na Tessa anamkisi mwanaume wa kubahatisha ili kumchokoza. Wanagombana na Hardin anamwambia kuwa kama hawezi kumwamini basi hajui tena nini cha kufanya ili kumthibitishia. Wanaporudi nyumbani, Tessa anamwandikia ujumbe wa samahani, lakini simu ya Hardin imezimwa. Hardin anaamka nyumbani kwa rafiki yake baada ya sherehe na anaposhtua simu anapokea ujumbe wa Tessa na kumpigia haraka, lakini Tessa akiwa barabarani akijaribu kupokea simu anapata ajali. Hardin akiwa na rafiki yake barabarani anaona gari la Tessa, lakini kabla hajafika gari la wagonjwa linaondoka. Baadaye anamtafuta Tessa kwa simu, lakini Trevor ndiye anayejibu na kumwambia ni bora aachane naye kwa sababu hamfurahishi. Hardin anajilaumu kwa ajali ile na kuamua kukaa mbali na Tessa, lakini mama yake anamshawishi kuwa anatakiwa kufanya kile kinachompa furaha. Siku ya sherehe ya kumuaga Vance ofisini ambapo anamposa Kimberly, Trevor anamwambia Tessa kuwa alimwambia Hardin aachane naye na anataka kumwambia kitu kingine atakaporudi. Wakati anapoondoka, Tessa anamwona Hardin amesimama ghorofa ya pili, na baada ya mazungumzo mafupi Tessa anaamua kurudi kwenye uhusiano naye. Muda mfupi baadaye wanakutana na yule mwanaume asiye na makazi ambaye Hardin alikutana naye awali na kugundua kuwa ni baba yake Tessa. Unataka kuklik ili kuondoka, ila na kuomba uweze kunipatia sekunde yako moja. Imenichukua masaa 5 kutafuta movie, imenichukua masaa 6 kuweza kutengeneza script, na imenichukua masaa 7 kuweza kuandaa video nzima na MB za kutosha ili kukufikia wewe kuenjoy. Ila nachokuomba ni kuweza kubonyeza kitufe cha subscribe. Haitokugharimu gharama yoyote, hautopungukiwa na chochote, ila zaidi utaweza kupata furaha kwa sababu nita upload movie ambayo utaitaka kwenye comment section. So please subscribe.